Ndugu zangu, niko hapa muda huu na saa hii. Nataka tujifunze kitu kimoja. Maana ya kujifunza vitu hivi, sisi wa Kristo na Waislamu, Mungu wetu ni mmoja tu. Na Mungu alivyotuumba hakuwa na maana mbaya. Alituumba kwa lengo zuri. Lengo lake sisi tumwabudu yeye. Sasa tunatakiwa tuangalie katika njia ya kumwabudu Mungu, zile njia ambazo tunaenda kuzifuata ni njia kweli za kumwabudu Mungu. Kwa sababu ukienda kusoma kwenye Biblia kutoka mwanzo mpaka utamaliza Biblia yote, hakuna sehemu yoyote Mungu anasema amemuumba jini au shetani, bali Mungu aliumba malaika. Wale malaika ndiyo ambao walihasi na kutenda mabaya, ndiyo sasa leo tunawaita mashetani. Lakini kwenye vitu vingine, vitabu vingine tunaenda kwa kusoma, unaambiwa eti Mungu aliumba majini. Na kati Mungu kutoka hapo mwanzo hajawahi kuumba jini, bali wale malaika waliokuwa waasi ndiyo ambao sasa ni mashetani na majini. Tunatoka hapo. Kuna watu mpaka sasa hivi ukiwaambia Yesu alisulubiwa msalabani hawataki. Na watu hao wanajulikana, wanaitwa Waislamu. Sasa leo kuna kitu nataka tujifunze. Nimekuja tujifunze. Ninaanza kusoma hii Wagalatia sura ya 3. Inasema hivi: enyi Wagalatia, msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu? Ambaye Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu. Sio jamani? Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu. Aliwekwa jamaa wazi mbele ya macho yenu. Wagalatia ni kina nani? Hapa unaona wazi Wagalatia ni ndugu zangu Waislamu. Kwa sababu wanakwenda kusoma vitabu na wanapata muda wa kusomewa. Kama hawataki, Wakristo wanajitahidi kuwafundisha, lakini wao hawataki. Tunaendelea. Ambayo Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu. Sindio? Yenu. Ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunako tokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnaanza kukamilishwa sasa katika mwili. Mmepatikana na mateso makubwa. Maana hii namna hii, sio maana, namna hii hii, hebu ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu. Je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunako tokana na imani? Imani kama vile Ibrahimu alivyo mwamini Mungu akahesabiwa haki. Hebu angalieni, kama nyinyi mnashindwa kuamini kwamba Yesu Kristo alisulubiwa na akafa, nyinyi mtakuwa wanani? Nyinyi mtakuwa wanani? Alafu nyinyi eti mna vitabu mnasoma vinaniambia eti shetani ambaye sisi leo tunapata tabu kumkataa,
kumfukuza kwa jina la Yesu Kristo. Nyinyi mnaambiwa eti ni Muislamu. Kama mnataka kujua, nendeni mkasome hapa na mitajia. Si ndio? Nimitajie na kwenda kusoma ili mjue kwamba nyinyi hamuabudu Mungu, mnamuabudu shetani. Bali kwa sababu ya akili zenu ni ndogo, mnashindwa kuchambua na kufikiria na kuelewa, ndio maana mmeng'ang'ania huko. Lakini jamani, hakuna njia iliyo salama zaidi ya Biblia peke yake. Kama mnamtafuta Mungu, mtafuteni Mungu kwenye Biblia, kwa maana Mungu wa Biblia yu wazi, anasema wazi, hafichi chochote. Ndio? Sasa hebu nendeni mkasome Surat Jini. Sura ya kitabu cha majini, sijui huko kwenu. Ile ni sura ya 20. Inasema hivi: haikuwa rahisi kwa nabii Adam na familia yake, maana wao walishindwa kumsilimisha shetani kuwa Muislamu, isipokuwa tu Mtume Muhammad peke yake ndiye ambaye ameweza kumsilimisha shetani kuwa Muislamu. Ina maana kwa maana hiyo shetani sasa ni Muislamu. Sasa mimi nataka nijue, na nyinyi mniambie, mkimaliza kusoma hii mniambie, je, huyo shetani aliyesilimishwa kuwa Muislamu ni yupi? Ndio huyu shetani ambaye sisi tunaomba Mungu atuepushe naye, au kuna shetani mwingine zaidi ya huyo ambaye sasa ni Muislamu nyinyi mnasali naye? Sijatunga, ni maneno ya kweli. Nendeni mkasome hicho kitabu, sura ya 20, Surat Jini. Mtajua sasa huyo shetani ambaye anaongelewa ni yupi, ambaye leo ni Muislamu. Sisi wa Kristo hatuabudu na mashetani. Sisi tunawapinga mashetani, tunawakataa kwa jina lake Yesu Kristo. Someni Biblia, itawasaidia ndugu zangu.